Kimbilia mbinguni na wakati hapa duniani unateseka. Mungu anataka ufanikiwe duniani, anataka ukienda na mbinguni ufanikiwe. Maisha yako yaende kwa baraka, maisha yako yaende kwa furaha. Uishi maisha ya furaha duniani na uishi maisha ya furaha mbinguni. Kama naongea na wewe sema amina. Hichi ni kitu ambacho unatakiwa kuweka kwenye moyo wako kwa viwango ambavyo hakifutiki hata usemeje. Jambo la tatu ambalo nataka usisahau, ukimruhusu Mungu akutumie kwenye eneo lolote, ni fursa ya yeye kukuinua. Unataka kuinuka kiuchumi, kaka, tafuta mahali watu wanamtumikia Mungu, kamtumikie. Utashangaa unainuka. Unataka kuinuka kwenye eneo la uchumi, kwenye eneo la fedha, kwenye eneo la biashara, tafuta eneo la kumtumikia Mungu, mtumikie hapo kwa uaminifu na kwa kujitoa. I'm telling you, platform ya kuinuliwa imefichwa kwenye utumishi wako kwa Mungu. Haya ni mambo matatu ambayo nimeishi nayo na nimemuona Mungu akifanya. Brother, ukiniamsha usiku wa manane, ninajua Mungu kumtumikia inalipa. Ninajua ya kwamba faida ya kumtumikia Mungu naanza nayo hapa duniani, naenda nayo mpaka mbinguni. Lakini ninajua nikimruhusu Mungu anitumie kwenye utumishi wowote duniani, Mungu aliye hai ataniinua. Ni platform yangu ya kuinuliwa. Ndo hii unaweza ukaona ujenzi unafanyika mahali, usihepe na kukimbia. Kaka, mimi nimemuona Mungu, nilikuwa na wakati mgumu sana wa kufanya ujenzi, hauendi, mambo hayaendi, najenga, nakwama, kila kitu kinakwama. Mungu aliponifunulia somo hili, nikatafuta kanisa ambalo linajenga. Kanisani kwangu palikuwa hamna jengo linalojengwa. Lakini nikatafuta kanisa linalojenga, nikarusha pesa yangu pale, nikarusha sadaka yangu pale. Nikasema, Baba, najenga cha kwako na wewe utajenga cha kwangu. My friend, ndio hili jengo lilipanda kama uyoga. Ndio hili jengo ambalo Mungu alinisaidia likaenda, hata sijui limeishaje na limeendaje, kwa neema tu za Mungu. Kwa sababu gani? Ukimtumikia Mungu kwa kujitoa, Mungu atakutumikia kwa kujitoa. Mtikise jirani yako, mwambie mtumikie Mungu kwa kujitoa. Kama naongea na mtu hapa sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Ufalme wa Mungu unaendeshwa kwa funguo. Ufalme wa Mungu unaendeshwa kwa funguo. Na mimi nina funguo 5 za ufalme wa Mungu. Ndio ile Biblia inasema mimi nimewapa funguo. Lolote mtakalo lifunga duniani limefungwa na mbinguni. Lolote mtakalo lifungua mbinguni duniani limefunguliwa na mbinguni. Ziko funguo 5. Funguo ya kwanza ni funguo wa maombi. Ndio ile pale tunaomba na vitu vinafunguka. Naongea na mtu mahali hapa. Ufunguo wa pili ni utoaji. Unaweza toa sadaka yako na ukashangaa Mungu anafungua vitu fulani. Ufunguo wa tatu ni utumishi wako kwa Mungu. Vile unavyomtumikia Mungu kuna vitu vinafunguka. Ufunguo wa tatu ni ufahamu. Mungu aweze kukufanikisha kwa kile ambacho ukijui. Neema ya Mungu kukufanikisha, kiwango cha Mungu atakufanikisha ni kiwango cha ufahamu ulionao juu ya hilo eneo. Naongea na mtu mahali hapa. Kwa hiyo kile ambacho hujui ndicho kifungo chako. Ukishajua maana yake umefunguliwa. Okay, eneo la 5 au ufunguo wa 5 ni ufunguo wa shukrani. Lakini nataka nikutie moyo leo. Ngoja nikuambie hichi kitu. Utumishi wako kwa Mungu ni master key ya kufungua chochote. Nisaidie kumwambia jirani yako, mwambie utumishi wako kwa Mungu ni master key ya kufungua chochote. Bwana Yesu asifiwe. Ziko funguo 5 nimekutajia, lakini kuna ufunguo mmoja. Huu ufunguo una uwezo wa kufungua chochote. Wakati mmoja shirika moja, taasisi moja ya mambo ya misitu ilinialika kwenda kufundisha semina ya watendakazi wa lile shirika. Na wakanikodishia hoteli nzuri sana. 5-star hoteli pale kwenye ule mji. Na nikaingia pale kwenye ile hoteli na receptionist akanipokea, akanipeleka chumbani, akaniambia hapa ndo maji ya kuoga yanapopatikana, hapa ndo kile, hapa ndo kile, hapa ndo kile. Lakini baadaye akanipeleka kwenye boksi fulani linaitwa safe. Wale wanaofahamu ni boksi fulani la chuma zito ambalo linaweka vitu vya thamani. Akaniambia hili boksi bwana, unaweka vitu vyako vya thamani na unaweka password kadhaa. Unaweza ukaweka password zako. Na mimi kwa haraka nikaweka laptop yangu, nikaweka vitu vyangu vya thamani pale na passport na nini, nikaviweka. Na nilipomaliza nikaweka password. Wakati nimetulia nikasema okay, ngoja nikaangalie huu mji, angalau nipate mazingira ya huu mji yanavyokwenda. Nikaenda nikatembea huko nje, nikarudi, nafungua ili nijiandae kwa semina ya kesho. Ile boksi limegoma.
weka password wapi, weka password wapi. Nikasema nimekwisha. Nikarudi kwa reception, nikamwambia bwana, nimefanya vitu ambavyo sio sawa, box langu halifunguki. Akaniambia kwa nini? Akasema naweka ile password niliweka lakini haifunguki. Akaniambia utakuwa umesahau. Nikamwambia sasa nafanyaje? Kesho na seminar. Akaniambia kaka, kuna ufunguo unaitwa master key. Huu ufunguo huu una uwezo wa kufungua chumba chochote, kitu chochote kwenye hili gorofa zima. Nikamwambia naomba nione. Akatoa kadi fulani kama cha benki kale, wale wanaoendaga benki na kadi. Akatoa kadi kama hiko. Akaniambia twende. Tukaenda. Akakabonyezea tu pale, akakaeka pale kwenye ile safe tap, na ile safe ikafunguka mara moja. Nini nachotaka nikuambie brother, utumishi